MCAs walimulika juzi out of 20 MCAs plus those who are nominated. I don't know the number, but I know there are 20 wards plus nominated. There are 15. I guess the ones who came out strongly to say that the account is not on the right direction, led by the township MCA, Nyabaro, and those ones who are numbering 16. They passed everywhere. They were wanaambia watu Nyamira iendi mzuri. What happened? People were taken to Tanzania. Wakaenda wakapewa pesa, wakarudi, wakuja wakasema Nyaribo is doing very well. Thereafter, you could see CID headquarters has taken over all of the what people were complaining initially. I think those people had around 8 complaints. But now this year is probing 16 complaints. So you can see everything in Nyamira is not on the right track. Sasa Nyamira naona ndiye naongoza kwa maneno ya ufisadi. It's actually 100%, not even 99. Ukiangalia ile watu ya corruption wasema ni 100%. Wakati wamesema corruption ni 100%, wakuja wakakaa jana nikaona juzi control of budget amesema pia Nyamira kwa maendeleo chini kabisa, you know, is the worst. Kama ningekuwa kama na Nyamira, I think ningechoose because you are elected to go and assist people kufanya maendeleo. Sasa hiyo ofisadi yake sijui whether is aware ya kwamba Nyamira ukitaka services you pay. Tuanzie ministry of health. Ile unajua wakati nilisema hakuna madawa hospitali, governor aliweka MCAs and it is very unfortunate that mwanza kusema harama ameleta kwa sababu nataka kusimama governor kwa sababu sijui ako na vitu yake ajui hapa kwetu Nyamira. Lakini ukiangalia sasa hiyo watu ya corruption sijui kama ile mdozi anataka kwenda kusimama kula Nyamira ndio already 100% we respect the leaders because Nyaribo is a duly elected governor. Na kusema ukweli yeye alishinda kwa si ati kushinda, lakini at the same time let him go and see. Inaweza kuwa si Nyaribo pase anaweza kuwa na fanya hiyo corruption. He might not be the one, but you know the buck stops with him. So the type of people who are in this government, hao ndio anaweza kuwa na mwalipia siwa, because kama governor tuseme yeye peke yake anaweza kuchukua pesa iweze kuwa 100% corruption. But that corruption is now in every department within the county government of Nyamira. The governor should see what to do. Because as we are talking today, kila mtu anatuuliza, wewe unatoka Nyamira, iko shida gani? Tuliona 100% kwa corruption, tukaona 0% development. You know, it's not actually well with those people like myself who come from Nyamira. Na wakisi wanajulikana ni watu wanafanya kazi mzuri. So I think Nyarima enda angalie ile si ameweka, angalie mazio, angalie madirector iko kwa sababu watu ukiangalia maendeleo kweli ni 0%. I come from Mongoli settlement scheme. That is in Makerere ward. When I look at what is happening within that area, from the time I left there is the way it is. I want you people who have come from whatever place, mtembe hapa Nakuru County, muone kazi ya county government sisi tumefanya hata national government. You can see there is something going on. If you go to medical hapa, EPGH, you can see there are many things going on. And you know, this is what I was telling the county government of Nyamira, starting with the governor. Wacha governor aende Nairobi aende atafute what we call grants. Iko pesa ya serikali inakuja Nairobi na grant kama county, inapeana kwa counties kama grants. That's why you can see Simbarati, he has benefited from what the other governor who alikuwa amewajiri ile grants alikuwa amepata. That's why unaweza Kisii uone iko wasungu, kwa watu wanatoka kila mahali. Lakini Nyamira hatuwezi kupata hata muhindi atembea hapo siku moja. Tuende tuone at least, ndio tuone ya kwamba Nyamira is trying to do something which I think ile shida tulipata ya Nyamira maybe from the previous government. I think this gentleman inherited
a government maybe which had not done much, na yeye akaanzia hapa akaanza kufanya the vile mwingine alikuwa anafanya. That's why we cannot be able to see any tangible development ile tunasema na iko Nyamira. Tuanzie maneno ya Eric. You know, the governor should develop hii maneno ya Eric atoe Nyamira apeleke mpaka to every sub county. Unaenda unakuta iko hospitali imewekwa sub county fulani lakini hakuna madawa. Hakuna madaktari. You know, it's not the right way to do things. Tell me today, Nyamira gets around, I think it was around 6 billion. Let's take out the wage bill. Let's even remain with let's even the wage bill and other things take 4 billion. Remaining with 2 billion. 2 billion divided by 4 constituencies. You can dig boreholes. You can equip all dispensaries. But where is this money going from the time we started the revolution up to now? This is when the 12th year. Assuming they started from down there getting pesa wanapata kutoka huko chini, tuseme walianzia maybe 3 billion, 4 billion kuendelea namna hiyo. Multiply by the number of years, ile devolution imekuwa, then now start looking at what development has been done. The speaker of Nyamira County, a former MCA, is the speaker now. You know, when you are the speaker, you are supposed to be non-partisan. Nataikana ukienda mahali where you are just like a referee, when ni ref. So when you are a referee, you cannot side with one team. You know, Mimi, I'm looking at what's happening in Nyamira. Now, Okero understand he wants to be a senator. He is within his rights and that's okay. But at the moment, he's not non-partisan. He was among those people who walikuwa wanatembea kila mahali. Unajua hii Kenya ni kidogo sana. Walikuwa wanatembea kila mahali, they bribed the MCAs. Badala hii kitu wangeenda mpaka Nairobi vile hii ya Monde ilienda, wakaifika pale, wakaenda wakasema hii mtu hakuna kitu ameenda. Now, we must hold responsible those MCAs who didn't vote for the impeachment of Hon.Nyaribo. Watu ya Nyamira waangalie sana, those are the ndio watu wanaleta shida. But this 116 tunawapea hiyo. Ukongo mmoja ni already is doing very well. Mimi nataka kumpongeza because I've been following in social media. Niliona alienda akapiga raundi akaenda mpaka huko Magwawa. Akasema hospitali hakuna kitu, akaenda mpaka wapi. And actually if we started early on, these things could have not reached at this stage. Therefore, I think at the moment, the senator is doing well and we will support him. Tunataka hiyo ndio kazi ya senator. If only the MCAs could have agreed to work with the senator to oversight the county government of Nyamira, I think the speaker will cut the president. He's doing very well. Okay. We must really congratulate him. And I think all of this came because mimi nilianza kusema na watu wakalipeleka kama anawapeleka wakaanza kusema uliona